wengi. Bunge la Mwananchi. Nguvu mashinani. Bunge la Mwananchi. Nguvu mashinani. Mheshimiwa Kira ameongea vizuri, lakini hizo ni vitu za bunuasi. Kwa hii serikali ya Ruto. Hiyo ni kama kupigia bunuasi gitaa. Now, Mr. Speaker, mimi nataka kuongelelea maneno ya ambayo imehappen last week juu ya CDF na NISBOS. Hao watu waliongea vizuri sana ya kwamba tumepiga kelele sana na maneno ya Mr. Ruto must go. And we want to tell them that Mr. Ruto must go. Whether you like it or no, Mr. Ruto must go. Why am I saying this? Ruto ako special aji kuambiwa Ruto must go, then CDF anakuja na ongelelea. Uhuru Kenyatta aliambiwa Uhuru Kenyatta must go. Hatukuona CDF akiamka ati anaenda kusema ati mmeongea sana wa Kenya. Kibaki tulimuimbia Ruto must Kibaki must go. Hatukuona CDF wala NISBOS kuamka akisema ya kwamba ati mmeongea sana. In fact hata ya Moi ndio ilikuwa zaidi. Tunazionanga kwa clip. Sababu hiyo enzi tulikuwa wachanga sana. Tunaziona kwa clip. Na hatukusikia CDF Daudi Tonje akiongea. Hakuna kitu kama hiyo. Kwa nini special sana na Ruto? Na tunajua kitu special na Ruto. Kitu special na Ruto ni kujipiga kifua. Na ndio maana tunataka kuambia CDF. Tumeona leo mmeregret sana kwa Kenya Gazette mkisema ya kwamba mna regret kwa vitu mlisema. Hamkusema kitu mbaya, mlisema kitu mzuri sana. Hivyo vile mlisema ya kwamba tufuate katiba, ndivyo pia sisi tunataka mfuate katiba. Wakati tunaenda kuondoa William Ruto kwa kiti, isiwe ya kwamba eti yule ataiba ndio katiba itamfavor. Tunataka kumuondoa asubuhi na mapema. Na mfuate katiba vile mnatuambia tufuate katiba. Sisi kama wananchi tunajua katiba inasema nini. Kwa hivyo hatutaki mtukumbushe ya kwamba katiba inasema hii, katiba inasema hii. Tunajua. Na ili mjue tuko na haki ya kusema Mr. Ruto must go. Hii wimbo ya Mr. Ruto must go, hata mfanye nini, hata mkitushika, haitanyamaza na haitaisha. Na tutaendelea kuisema Ruto must go until Ruto na vigaragazi wake wote, akina Duale wote, ambaye nimesikia mwenzangu hapa anasema ati afanye kazi mzuri. Kama mkubwa ni cartel, hadi watu wa chini wote ni makatel. Kwa hivyo hakuna kitu mzuri ambaye inaweza happen kwa hii government. Na nikimalizia Bwana Speaker, ili tuweke hii maneno ya Mr. Ruto must go home iwe full, nataka munifuate mkisema Mr. Ruto must go, nikisema vitu zingine hapa. For lies, uongo kuisha Kenya. Ruto must go. For corruption kuisha Kenya. Ruto must go. For Kenya. Ni protect Bwana Speaker, na malizia ni protect. But ni protect. Yeah, ni protect. Ni protect kwa uwekola. Mkale. Yeah. For taxes. Ili ushuru irudi chini. Usipige mtu. Ili ushuru irudi chini, Ruto lazima aende nyumbani. Ili sekta ya health iwe mzuri kwa hii nchi, Ruto must go. Asante. Mr. Speaker, I want to speak very fast on some issues. And I want to start about the issue
that the president has... Please, let's protect the member. 1 minute. Mr. Speaker, I want to talk on issues. First, we've had the president visit Mount Kenya, and I've heard a lot of you saying that those large numbers that have come out to listen to the president are people who have been paid, and you are well agreeing that hawa ni watu ambao wamelipwa. If the problems of the Kenyan people are always the same, if the problems of the Kenyan people are about food, is about shelter, is about roads, and if they can be paid to come and listen to the president, what issue would they have in 2027 so that they cannot be paid to go and vote for the same president? Because you are saying and you are agreeing that money has brought the people so that they can go and listen to the president. The same money, because most of these Kenyans are low class. Most of these Kenyans are classified at low class, in that most of them cannot afford commodities that any other Kenyan can have. So what can make you think that the same money that he is using now to mobilize a crowd, he cannot use in 2027 and ensure that the same crowd votes for him? Secondly, Mr. Speaker, yesterday during the interview, we had the president talking some things about Rigathi Gachagua. And I want to tell you, the same things that the president said yesterday were the same things that Gathoni Wamuchomba, the member of parliament for Githunguri, said at one time. So it means that whatever the picture that they were depicting for Rigathi is correct, because his ally said the same things that the president said yesterday. So Rigathi Gachagua, you libebwa, but because of your own brain, you couldn't carry yourself. The president helped, but you could not carry yourself as a leader. So we have no problem. We wish you all the best, because everyone ensured that you can be a deputy president, but you killed yourself because even your allies were accepting to that issue. So you are helped, but because you could not carry yourself, we wish you all the best with the mountain. Let the mountain go in any direction they want, and let them do what they want, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we've seen today the ministry, the former public service CS, handing over the ministry to Musalia Mudavadi. And I want to say this categorically, that Musalia Mudavadi, we know that you are grooming Musalia in most of the leadership positions in this country. You have given him now 3 dockets. The public service, you have given him the foreign affairs, and now he's again the prime CS. Continue grooming him, because we don't know where you want to position Musalia, because we know he can be a leader, he can be anyone, because those few positions you are giving, it means that he can be anything in this country. Lastly, as I finish, yesterday John Mbadi spoke about corruption, and he said, Mr. Speaker, as I quote, that as I finish, a point that John Mbadi said on corruption yesterday, he said that, thank you, Mr. Speaker. He said that one point, that if we have to steal, then let us invest in our own country. But I want to tell you that you are giving the best advice as a professional. You are advising. You don't frustrate the political class, because they know that the economy in Kenya is not well. So they cannot invest in a country that they have allowed things to be difficult. So they have to go out to ensure that they invest in countries that are doing well economically and doing well and flourishing in terms of finance, and they are having finance flow. For that was the best advice, but for the wrong people. Thank you so much. Bunge power. I'm called Klein Chaluku. I come from western part of Kenya. Mr. Speaker, niko tu na mambo mawili ambayo nataka kuzungumzia. Speaker, sisi kama Mlembe Nation, we acknowledge Musalia Mudavadi being our kingpin. Na waomba viongozi wote ambao wanatoka kule western part of Kenya wakuja washikane na Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi akuja aonyeshe na atawapatia direction
pale ambapo wataenda. Mr. Speaker, Musalia Mudavadi is a sober leader. Utamuona kwa media zozote akitusi kiongozi yoyote yule. Amehold hizo ofisi zingine, hizo za mawizara, na anafanya kazi kulingana na vile alivyoambiwa na Mheshimiwa President William Ruto. Mr. Speaker, sisi kama Gen Z kutoka Western tunafuata ule mwenendo ambao Musalia Mudavadi atatuonyesha. Hatutaki mambo yoyote na hatutaki tupangwe na Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga apange watu kutoka River Lake. Sisi kama watu Bantus, watu wa Mlembe Nation, we are under the leadership of Musalia Mudavadi na tutapigwa na tuziwi uoga wote ule. So sisi tukiwa hapa tunashukuru kiongozi ambaye ni Musalia Mudavadi, ambaye ni kingpin. Yoyote yule wakina natembea hao ni njaa inawasumbua, wakuje hapa wakina Wetangula wafanye kazi na Musalia Mudavadi, na Musalia Mudavadi atatuonyesha ile direction tutaenda. Asanteni sana. I think let us concentrate on national issues. Socio-economic and political progression. Thank you so much. Kindly, yeah. Halo, wabunge power. Wanabunge power. Kwa jina ninaitwa Patrick Sangura Wasike. Ninatoka kule Bungoma. Nataka tu kuongea, just give me about 2 minutes. Na niongee kwa haraka nimalize. Sitaenda sura mrefu. Na ni kwa mambo ya uongo. Kitu cha kwanza, labda rais wetu anafikiria tukisema yeye ni muongo, anaona labda tunasikia kwa watu. Sio hivyo. Mimi huyu, wakati ambapo alikuwa rais ana launch manifesto yake kule Kasarani, nilienda pale nikamsikia. Akaongea akasema tuna factories mbili ambazo ni Mumias Sugar Company na Nzoia Sugar Company. Akasema wakati atachukua kiti, nikimsikia akiwa pale, akasema ya kwamba atalipa madeni ya Nzoia, alipe madeni ya Mumias Sugar Company, alipe madeni yote na anunue mashini mpya, na hizo mashini, hizo factories siendelee kwa sababu ni parastatals. Mani Ichung'wa alikorokana na Ndindi Nyoro, sijua alikorokana na mama fulani. Sasa mimi nilikuwa nataka nisikie rais akisema shauri ya Rigathi Gachagua kutimuliwa ni kwa sababu ya zile allocations ambazo zilitumwa kwa impeachment motion wakati yule Mtusa alipeleka pale, of which hata hizo allocations hazikuwa na sababu yoyote. Wakati ambapo Mtusa aliulizwa na mtu anaitwa Elisha Ongoya, huyo mjamaa hakuwa na lolote la kusema. Sasa jana pale rais aseme ya kwamba hiyo ndio sababu na adhibitishe, alishindwa akaanza kuongea vitu ambavyo havina maana. So anyway, let me finish. But now tunamuuliza, tunamuomba. Yeye anasema lazima tumuondoe through legal means, through lawful means. But we are now saying, let him not abduct us. Let him not kill our children. Because killing our children is unlawful. Abducting us is unlawful. We don't want that. Yeye anataka tumuondoe legally. So he also must behave in a legal way. Thank you very much, sir. So, let Elliot wind for us. Let me take this opportunity to appreciate the Fifth Estate for having been with us for that long. It is my humble time to explain to Kenyans how marvelous this country is and how Kenyans are really appreciative of what is happening. I did expect Mheshimiwa Rais to be given a lukewarm reception in central Kenya. But as fate has it, it is very clear the Kikuyu nation are elites. They didn't do what people expected them to do. And I really appreciate and congratulate them for having taken that bold move to accommodate the presidency. Because the presidency is not about individuals in that office. Why am I saying that? They gave the president ample time to explain to him where the rain started beating him and his former deputy.
if you are very clear and you are not acting from formed point of opinion, the president was very candid and he did give out reasons why they parted ways with Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Now, it is only my humble request to the president to ensure the Kikuyu nations are given what is due to them. Let him, if it is possible, if our economy allows, let him complete the projects that Uhuru started and stalled. And let him come up with the new flagship projects of his administration and work on them until conclusion is achieved. When it comes to the narrative of him being a liar, I think even in the Bible, we are told men are meant to lie. And if it is not so, we cannot even have our better halves. But that one does not mean to justify Ruto to lie. It is only a matter of us not understanding how the government works. Because in an event the president is going to, let's say, Ndaragwa, he has to do due diligence and knows what is emotive in Ndaragwa and try to see their locations and the programs in Ndaragwa people are yearning for. So when he goes and proclaims the projects, then it becomes a lie because Kenyans are always spontaneous. They want you to say something in 1 minute and the next minute that thing is completed. But in the fullness of time, Kenyans, I believe, we are going to appreciate the best leadership Mheshimiwa Ruto is having. Now, when I conclude, let me say, as citizenry, let us avoid the confusion being brought up by our leaders. Like the other day, when Harambee Stars was playing Gabon, the whole field was with the donation of Ruto must go. But then the other day when the Semeji derby was going on, it was so marvelous, there was peace everywhere. So that one brings me to a conclusion. There's somebody somewhere hell-bent on ensuring that the president is publicly humiliated. But the citizenry doesn't have issues. So if you know you are a guy in this nation who wants to go somewhere, let you not be used to create havoc where it is not required. And with the kind of behavior I saw on Sunday when we were at Nyayo, and the same behavior I've seen it in Central, I think we have a culture that is positive for coexistence. We need to appreciate one another and stay the way it is required. Pasipo kuangalia, with us we are able, with them they are meek. Tukienda that way, Bwana Speaker, I think we are going to perform. Having said that, may I take this opportunity to conclude by appreciating the Fifth Estate. Let us keep up the good work and do your work diligently. Thank you. I think we can add the John. Are you? Do you need more people? Huh? You need people? You are good. So members, I think this is the only media ambayo are fair to us. Unajua wanakuja hapa hata tuwanini lakini wanakuja kutukava. So feel protected na tutakuwa tunawaambia tukiwa na event you come and nini us.